ni jambo gani nikilifanya hilo Mungu atanipenda, na ni kwa kulifanya hilo watu watafanyaje? Jambo kubwa akauliza huyo Sisi wote tunapenda kupendwa na Mungu, tunapendwa kupendwa na basi siri yake hii. Qala, akasema Mtume, izhad fi dunya, ipe mgongo dunia, yuhibbaka Allah, Mungu atakupenda, wazhad fima inda nas, na vipe mgongo vya watu, yuhibbaka nas, watu watakupenda. Unaona hiyo hadithi? Wanafeli watu wengi sana, wanakosa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanakosa kwa sababu wanaipenda dunia, na wanakosa kupendwa na watu kwa sababu wanawashobokea vitu vyao. Ukitaka watu wakupende, usijishughulishe na vitu vyao, shughulika na yako. Usipende watu wana nini na mimi nipate kama kile. Tosheka na chako, na hapa duniani ishi kama mgeni. Mungu anakupenda. Kuna bwana mmoja alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, Mtume, unajua mimi nakupenda sana. Akamwambia, wewe tizama unachokisema hicho. Shauri yako. Wallahi nakupenda mara 3. Akasema, nakupenda mimi wewe? Akamwambia, kama kweli unanipenda, basi jitayarishie ufukara. Yaani jitayarishie vazi la wanaonipenda mimi, mwisho wake wanakuwa maskini. Sallu ala nabi. Na wachanganya. Unanipenda? Haya. Bwana tizama unachosema. Bwana nakupenda Mtume, haya. Jitafutie koti la ufukara kabisa. Unanipenda mimi alafu una haki. Maana yake nini? Kama unanipenda mimi usiwe na haja ya dunia kwa kuishobokea ikuangukie tu pacha. Lakini usiwe abdu dinar, abdu dirham, abdul qati'a, abdul khamiswa. Umeelewa? Sana. Karibu. Tumeelewana vizuri? Kama kweli mie unanipenda, kama kweli mie unani, basi jitayarishe na kukaa na njaa. Jitayarishe kuwa na shati moja. Jitayarishe kutukano kwa sababu unashindwa kulipa kodi za watu. Mbona hapo mmenyongenyea tena? Wanangu, nimewanyongonyesha? Mimi na nukuu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini niwaambie wale wanakuwa ni masikini wa hawasi, lakini ni matajiri wa kimaana. Nyinyi mmechukua hadithi kiwepesi. Sawa? Wale wanakuwa ni matajiri kuliko matajiri. Matajiri kuliko matajiri wa vitu, kwa sababu wanakuwa hawana haja na khutama dunia. Yaani amki mtu asubuhi hamu yake kitumbua. Kwa leo ngipata kitumbua leo. Yaani anakosa akili kwa sababu kakosa mtu mzima. Nimekupeni kisa cha Sheikh Muhammad Ayubu wakati kanipa kazi ya kumfugia kuku. Kumbe mnakumbuka kile? Siku moja ananiambia gawa kuku. Nikawagawa wote. Akaniuliza amebaki wangapi? Nikamwambia wameisha wote. Akasema alhamdulillah. Mimi naamka asubuhi na akili yangu kuku. Aka mtu mzima anawaza kuku. Baada ya kuku kuniwaza mimi namwaza kuku. Ngumu au? Ndio utajiri huo sasa. Ndio utajiri? Mimi alikuja Sheikh Abdallah Ayubu hapa akalikuta nina maduka mawili. Akasema una maduka mangapi? Nikamwambia mawili. Akaambia yote ya nini? Moja alikutoshi. Maana unakuwa ndio hii hapa. Wala tashtaghilu fiha. Unajishughulisha na vitu uonekani, wake zako hawakuoni, watoto wako hawakuoni, bize, mtumwa. Unakuwa mtumwa wa mali, mtumwa wa dunia. Alafu unaiacha yote vichekesho vyake. Sasa unakwenda nayo mbio. Wewe jana siku nimeamka ninapogombana na kina Sultani na kina Zumu. Hii gari imegongwa, hii gari haina mafuta, hii gari sifa. Nimewaza niagawe yote. Wewe sitakuwa nitakushughulisha na dunia. Naenda kugawa huko shamba huko. Ili msishughulike na dunia. Kachangamka. Naenda kugawa huko. Na mkiona sasa unaona ninachotembea nacho kigari kile. Kiduchu ndo naaga vile. Ndio sasa bwana huyu ana mitulinga ya nini? Mchana unaona naanza kuwa sina akili kwa makopo. Naona sasa bora nipata hiki kiduchu hichi.
inantosha. Si kufika tu kutoka hapa mpaka Kinondoni, sifiki mpaka Bagala eti. Kwa jitayarisheni, naweza mtu ukakutana na Ford yako. Jitayarisheni jamani. Umeona mambo gani ukifanya Mungu anakupenda? Na umeona mambo gani ukifanya watu wanakupenda? Manake ukiacha kuyafanya hayo unaingia katika machukizo. Kitaka watu wakuchukie tu, amka asubuhi, mimi nataka milioni bwana. Milioni 2. Mtu unamshughulisha bwana. Anachukia kila asubuhi, bwana vipi? Ndugu yangu niangalie huko. Watu watakwenda nayo mwisho. Jamaa tena. Kweli shekhe, lakini ushekhe wake. Sasa mimi napiga sana mashekhe, maustazi napiga sana hapa. Mnafeli kweli mashekhe. Tena unakasirika vile vyake, unaona kama ni vyako wewe. Asipokupa unamchukia na unamwambia maneno magumu mabaya. Kisa nini shekhe? Ushekhe hapo unafeli. Shekhe alama yake mpaka upewe. Mpaka ndio shekhe. Sio shekhe asubuhi ukiamka tu kwa mlangoni kwa tajiri. Inatakiwa tajiri akiamka aje mlangoni kwako wewe. Ndio alama ya ilmu. Lakini ukiamka tu asubuhi kimemo. Na sultani. Hapa leo tunaweza kana tusisome hapa. Nenda kwa Sheikh Said Nasir Bismillah. Mnafeli kingi. Eti ushekhe wako unauuza kwa wale. Naondoka mimi. Na ndio maana mashehe wengi wakionekana hawana lolote. Mashekhe ubwabwa hao. Akili yenu mnawazawali tu.